maneno ya Mungu katika Misali na ule mstari wa Misali sura ya 16 na ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Maneno ya Mungu yanasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini au bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Na kusoma Ayubu Ayubu sura ya 22 na ule mstari wa 28, maandiko yanasema kwamba nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Isaya 53 na ule mstari wa 5, Mungu linasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nataka tujifunze kitu kidogo kuhusiana na hii mistari mitatu ya Biblia ambayo tumeisoma. Kwanza, kwa kuanza na ule mstari wa kwanza sura ya 16 Misali, neno la Mungu linasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Na hapo katika Ayubu anasema nawe utakusudia neno, nalo litathibitika, na mwanga utaziangazia njia zako. Maana anaposemea mwanga, nuru, anamaanisha ile favor, God's favor, upendeleo wa kimungu unakuwa pamoja na wewe katika njia ambazo umekusudia. Lakini hii inaanza na kufanya maandalizi. In the Amplified Version, the Bible says you shall also decide and decree a thing, and it shall be established for you, and the lights in the bracket of God's favor shall shine upon your ways. Ili favor ya Mungu nije kwako, unatakiwa ukiri kwanza. Unatakiwa ukiri, ujiandae, kama Misali 16:1 anaposema kwamba maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu linatoka kwa Mungu. Lakini haiji hivi hivi, lazima kwanza uanze kukusudia. Unakusudia nini? Yamkini ni mtu ambaye unapita katika stage fulani, unapita katika umepita katika changamoto fulani, yamkini ni magonjwa, lakini unataka Mungu akusaidie kutoka hapo. Lazima uanze na makusudio. Wewe kama wewe umekusudia nini? Mimi nimekusudia kwamba nitakuwa mzima, sitaumwa. Kwa maana neno la Mungu lenyewe linasema kwamba kwa kupigwa kwako mimi nimepona, kwa kupigwa kwako mimi ni mzima, kwa kupigwa kwako mimi sina udhaifu tena katika maisha yangu, kwa kupigwa kwako mimi sina udhaifu tena kwenye maisha yangu. Unakusudia neno, na hilo neno Mungu analithibitisha. Mungu siku zote haendi kinyume na neno lake, kwa sababu neno lake ni sheria. Amesema hivi na itafanyika, amesema kitu fulani kitafanyika katika jina la Yesu. For the favor of God to be upon you. Hamu tusome tena, tusome vizuri ili tupate kuelewa huu mstari. Neno la Mungu linasema you shall also decide and decree a thing, and it shall be established for you, and the light in the bracket of God's favor shall shine upon your ways. Let us read in Swahili version. In Swahili version, the Bible says, nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Kwa hiyo unaanza na kukusudia, vitu havitokei tu, lazima uanze na kukusudia. Ndio vitu vinatokea. Neno hili linasema unakusudia, Mungu anathibitisha. Kwa hiyo unaanza na kukusudia. It does not happen automatic. It needs someone. It needs somebody. It needs someone to be prepared for him or her to receive answers from God. It needs you to be prepared to receive answers from God, to receive everything from God. You need first to be prepared. Kwa unatakiwa ujiandae kwanza ili uweze kupokea kutoka kwa Mungu
The plans of the mind and orderly thinking belong to man, but from the Lord comes the wise or answers of the tongue, or answers of the tongue. So you need to place everything, you need to plan in your mind. You need to put things in orders for you to receive from God. Remember, only ever gets to those who are prepared.